Hapa nimekuletea suluhisho rahisi ya namna gani utaweza kuinstall hizi program, hii aina zote 4 za program pasipo kusumbuka. Kama hapo tulivyosema, unahitajika kuwa na AAB installer, hapa unahitajika kuwa na XAPK installer na mambo kama hayo. So hautaweza tena kuteseka na hivyo vitu vyote. Actually unakuwa na program moja ambayo itairuhusu unknown resources, install unknown apps, na yenyewe itaweza kukusaidia kuweza kuinstall aina zote za Android programs ambazo zinaweza kuwa installed katika Android operating system. So kupata hiyo program ambayo inaweza kusaidia kuinstall mfumo yote, kuinstall any type ya Android program ambayo inaweza kuwa installed, ni rahisi sana. Twende tukaone namna gani tutaweza kuipata hii program. Hello, welcome again. This is J Project Platform, Hands with Universal Technology, na mimi ni John Kindo, pen tester na full stack developer. Leo tunaenda kuangalia kitu kidogo, najua some people wataona kama ni kidogo sana, lakini ni cha msingi sana. Namna gani ya kuweza kuinstall files program kwenye Android system. Actually, ni kitu kirahisi, lakini ungana na mimi hii video mwanzo mpaka mwisho. Utaweza kujifunza kitu super sana. Super sana. Karibu. Okay, basi kupoteza muda, let me draw hapa drawer. Yeah. So kama tulivyosema, leo tunaenda kuangalia namna ya kuinstall program, namna ya kuinstall files program kwenye mfumo wa Android system. Yes, ni hivi kama ilivyo. Kuna aina ngapi za files program, au na aina ngapi za files za program ambazo zinaweza kuwa installed katika Android? Basically zipo 4. File ya kwanza, files program za kwanza zinafahamika kama jina la APK. Hii APK kirefu chake ni Android Package Kit. Yani kirefu cha hii APK ni sawa sana kusema Android Package Kit. Android Package Kit. Hii APK ni aina maarufu na ya kawaida ambayo inatumika moja kwa moja. Actually, wengi tunajua tunatumia Play Store, na hawezi kutumia Android device ambayo itakuwa haina Play Store. So kitu gani kinafanyika katika Play Store? Play Store, baada ya kugusa ni install application, kwanza inaanza kuidownload. Baada ya kuidownload, inakuja install au inaingiza katika device yako au simu yako kwa muda huo. Sasa Android system ni general, inaweza kuwa simu, inaweza kuwa tablet, inaweza kuwa TV, doesn't matter. Actually kama mali tu environment ya operating system yako ni Android, so it means unaweza kuinstall program, na Play Store inafanya mchakato ule kuwa rahisi kwa sababu yes, unagusa tu install. So the first one yenyewe ita download, alafu itakuja kuinstall automatic. Lakini sasa baada ya kudownload kwanza, ile kwa kazi ya kuinstall ndio kitu ambacho nataka kiongelea hapa, kwamba kuna sometime download programs ambazo nje na Play Store. Sasa kwa namna gani utaweza kuzi-install kwenye simu yako baada ya kudownload? So moja ya program ambazo unaweza kuzi-install ukisha download nje na Play Store means kama kwenye J Software Store au sehemu zingine mbalimbali. Moja ya hizo program files ni APK au zinajulikana kwa jina la Android Package Kit. So utapatana na jina la program, let's say labda JS program au jina lolote, let's say labda is a game, labda NBC game alafu .apk. So means hiyo file ni normal tu, na hiyo APK means ni extension ambao kirefu chake ni Android Package Kit. Sawa. So
mara nyingi na hivyo yanaishia na .apk, na ndo program nyingi sana zipo kwa namna hiyo, na ndio maana nikasema hii ni aina maarufu na ya kawaida. So aina ya pili tunapita nayo inaitwa AAB. Sorry for EB yangu. Okay, anyway, AAB ina stand for Android App Bundle. Android App Bundle. So hii bwana AAB kazi yake kazi yake ni actually inatumika sana kwa developers. Hii ni teknolojia mpya iliyoanzishwa na Google. Badala ya kuwa na file moja kubwa file moja kubwa la APK ili uweze kuupload app yako ndani ya Play Store, Google wakaleta hii AAB. Hii hauwezi kuinstall moja kwa moja kwenye simu, yaani haiwezi kuwa install moja kwa moja kwenye simu mpaka uwe na kitu kinaitwa App Bundle Installer, yaani uwe na hiyo program kwenye simu ndio utaweza kuinstall program yoyote ambayo utadownload, then itakuwa inaishia na AAB. Nikisema kuishia na AAB maana yake it means jina la program litakuwa anyway, jina litakuwa lolote lile, mfano labda tuseme Instagram. Okay, mfano tuseme Instagram back to black. Yep. Mfano let's say Instagram.apk. Si kama hii ni .apk, it means sasa hiyo program ni ya kawaida. Au utadownload hiyo hapo itakuwa na jina la .aab. It means hauwezi kuinstall kwa kawaida mpaka uwe na hiyo app bundle installer. Nadhani mpaka hapo tumeelewana kwenye hii mfumo wa pili au program ya mbili ambayo inaweza kuwa installed kwenye Android system. Sawa. So mfumo wa tatu unaitwa OOB. Mfumo wa tatu unaitwa OOB. I'm sorry kwa kusema OOB, ni OBB. Hii ime stand for Opaque Binary Blob. Opaque Binary Blob. Sasa hii sio file la kuinstall moja kwa moja, lakini ni moja ya file program la muhimu mno na inatumika sana kwa apps kubwa kama games kubwa. Mfano labda ukienda kwenye software kutana na game la NBC utakuta official export, utakuta na APK na utakuta na OBB file. Sasa hii Opaque Binary mara nyingi kazi yake ni file la ziada ambalo linakuwa na picha, sauti na video za game, na mara nyingi hilo file huwaga linakuwa install, linawekwa ndani ya file moja inaitwa Android/OBB. Then baada ya kuliweka hilo OBB, hilo file la OBB actually labda itakuwa labda ile game la NBC TZ Football.apk, na utakutana pia na nyingine pia the same ila yenyewe .obb. So utaanza kuchukua kwanza hii .obb kuliweka huku kwenye hii folder, then utakuja ndo kugusa NBC TZ Football.apk ili uinstall kama kawaida. So utakapoenda kuinstall hii game kama utaitaka ni utaelewa vizuri, na nitatengeneza ipo tutorial yake ndani ya Telegram channel. Kama ulijiunga, ingia Telegram, search J Project Platform, it's free na haina gharama yoyote ile. Utaona namna ya install ile game na hata kupata hiyo game pia lipo ndani ya J Software Store. So OBB ni file ambalo ni la muhimu sana kwenye kurun package za APK za kawaida, ila ambazo ni kubwa sana. Mfano kama hilo nimetoa mfano
wa game. Na ya mwisho kwa leo, actually ni ya mwisho kabisa, labda kama teknolojia itaongezeka na kuongezeka na nyingine, actually hizi tutazibanda mbili kwa mara moja. Inaitwa na XAPK na XAPK na AAPK na sometime pia unaweza kutana na kitu kinaitwa APKS. Okay, sasa hizi zote mara nyingi waga ni tunaita mafaili kifurushi. Okay, mara nyingi pia hizi nazo unaweza kukuta program labda ina lote tu labda JApp hiyo XAPK, na ukitaka kuinstall, baada ya kuidownload itakukatalia kwa sababu ya hauwezi kuinstall tu hivi hivi mpaka uwe na XAPK installer. So unaweza kuona hii ABB mpaka uwe na ABB installer, hizi nazo mpaka uwe na XAPK installer au APKS installer au APKM installer, yani kwa namna hiyo. So haya nilikuwa naelezea kwamba hizi zote ni just ni mafaili ya kifurushi. Mara nyingi huwa pia inatumika kwa programs kubwa au sometimes kwa security matters, kwa mambo ya ulinzi, ambapo mtengenezaji anatengeneza programu yake then anaibanda au anaifunganisha kati ya APK na ABB, kwa maana wewe mtumiaji hauna haja ya kuchukua hii ABB na kwenda kuipaste hapa wewe binafsi uende uchukue uje uipaste hapa, no. So kunakuwa na program yenyewe inakuwa inajitambua kwamba yenyewe itaenda itampeleka ABB huku na APK ita install. So in that case inakuwa ni kifurushi kimoja hapo kati ya hii kinapokuwa hivi, so na inakuwa na extension yake mbele kama hivi hapa. Sasa baada ya kuzifahamu hizi zote aina za files program ambazo za kuziweka kwenye au kuzi install kwenye Android system, unatakiwa ujue kwamba faili lolote ambao wanahitaji kuili install nje na Play Store kwenye Android device kuna ulinzi umewekwa, ambapo by default itakataa. So it means itakulazimu mpaka uende ukawashe kitu kimoja kinaitwa unknown resources. Kitu kimoja kinaitwa unknown resources. Yes, unknown resources. Sorry for color. Unknown resources. Yep. So unknown resources ina depend na Android version ya simu unayotumia. Actually kuanzia Android versions 10 na kuendelea, kwenye hii unknown resources imekuwa kidogo ipo na kausumbufu. Kwa sababu gani? Itapohitaji uruhusu installed unknown apps kwa kila program. Mfano labda umezidownload hizi app hizi program kwa program ya Google Chrome, mfano labda umetumia Chrome kwa download hizi, so it means itakulazimu
ili uweze kuinstall, ukienda kuinstall pale kwenye downloads ukaigusa program ili uinstall, itakukatalia mpaka utakapo iruhusu install unknown apps kwenye hiyo unknown sources ya Google Chrome. Mara nyingi inapatikana kwenye setting kule. Actually, ukienda setting, ukienda kwenye install unknown apps, utapatana nayo. Let's see hapa unaweza kuona namna gani unaweza kupata hii setting kwenye unknown. Let's say take me nichukue Android device yangu hapa, hapa hiyo kila mtu aweze kuona. Yep, so mfano hii ni Android device, na hapa chini unaweza kuona program hii ya Google Chrome. So mfano kama umeweza kudownload program hapa kwenye Google Chrome, so unataka kuinstall, this guy by default itakukatalia kwa sababu haujaruhusu hii Google Chrome unknown resources kuinstall program ambayo ni simu iweze kuitambua. So na kuihusu ni rahisi sana. Kama mimi hapa nimehold, then nagusa hii app info hapa ili iweze kunipeleka kwenye setting ya simu kwenye hii hapa kwenye Chrome, program ya Chrome. Then kuna hii kitu hapa kinaitwa install unknown apps, hiki hapa. Then utairuhusu hapa kama inavyoonekana hivi, allow. Baada ya hapo itaweza kuinstall program kwenye simu Google Chrome. So the same thing na kwa program kwa sehemu nyingine, kama utakuwa umeweka program kwenye browser nyingine au labda kwenye file manager, sasa ukitaka kuinstall itakukatalia mpaka utakapo ruhusu install unknown apps au unknown sources. Sawa? So ila hauhitaji sasa kuhangaika na hizo changamoto zote. Hapa nimekuletea suluhisho rahisi ya namna gani utaweza kuinstall hizi program, hii aina zote 4 za program pasipo kusumbuka. Kama hapo tulivyosema, unahitajika kuwa na AAB installer, hapa unahitajika kuwa na APK installer na mambo kama hayo. So hautaweza tena kuteseka na hivyo vitu vyote. Actually unakuwa na program moja ambayo utairuhusu unknown resources, install unknown apps, na yenyewe itaweza kukusaidia kuweza kuinstall aina zote za Android programs ambazo zinaweza kuwa installed katika Android operating system. So kupata hiyo program ambayo inaweza kusaidia kuinstall mfumo yote, kuinstall any type ya Android program ambayo inaweza kuwa installed, ni rahisi sana. Twende tukaone namna gani tutaweza kuipata hii program. Actually nitaenda nairudisha simu. So hii utashow kama ndo simu yako. This is my phone. So utakapochukua simu yako, cha kwanza utafungua kwenye browser yako unayoitumia. I like to use Google Chrome. Kwa utafungua browser yako yoyote unayoitumia. Then kwenye Google search utaandika hapo J Project Platform kama inavyoonekana hapa, J Project Platform, then ita open kama hivyo. Then alafu hii link ya kwanza kabisa hapa utaweza kuigusa www.jprojectplatform na hizo. Yeah, so kama kawaida always after open refresh just kwa mara moja, then ni kitu tu cha haraka sana kama unavyoona. Then nitagusa tayari nimefanya au already I did. Yeah. Baada ya hapo utaenda direct kwenye, tutazungumzia software guys, programs. Yeah, so discover collection software applications, script na mambo yote kwenye J Software Store. Tutaingia hapo, then baada ya kufika hapa uta search direct application inaitwa APK installer, au utaandika tu hapa juu. Kama utaji mambo mengi utaandika tu hapa installer, itakuja hapa installer, na kisha kuja kama inavyoonekana hapa, utagusa neno download. Yeah,
easy like that. So utaisubiri kwa muda mchache sana ya baada ya hapo ita pop up kuletea moja kwa moja kwenye media file. Kama hito kuletea hapa direct, ikiwa hapa utagusa hii neno hapa open media file page, utagusa hii open media file page, itakuleta direct hapa. So utagusa hapa APK installer hii hapa dash JPolit platform, utagusa hiyo tap, then utaambua hapo ya download is starting na itakuja kama hivi inavyoonekana. Utagusa hapa download anyways, then utagusa details kuisubiri ijae na chap imeshamaliza, nimemalizika hapa. Kama unavyoona APK installer ni hii hapa program yetu. Kwa sababu kwa mara ya kwanza ndio tuna install na tusharuhusu install known apps kwenye hii Chrome, so utagusa hapa install known apps, na nikigusa hapa install nitaweza kuinstall. So nataka nirudi nyuma, kama hujaruhusu it means, mfano labda nikiondoa hii permission ya install known apps, nikarudi hapa tena na nikaizima hii kuruhusu hii Google Chrome iweze kuinstall kwenye simu, nikaizima hapo. Nikirudi kwenye Google Chrome alafu nikaenda kwenye downloads, nikigusa hii program itaniambia for your security your phone is not allowed to install unknown apps from this source, kama unavyoona hapa. So hii kitu ni kama nilivyosema mwanzoni, ni kwa security, ambapo system ya Android inazuia, inaruhusu tu pekee by default app kulikuwa installed ambazo zinatokea kwenye Play Store. So kwa kuwa utaruhusu, na hapa tutakupa option ya kwenda kwenye setting na direct takufungulia hapa, utairuhusu, na baada ya kuiruhusu utarudi back. Ukisharudi back itakwambia hapa do you want to install application kama ile mwanzoni ambapo tulikuwa asienda ku return off pale. So uta click hapo install na itataka hivyo. Kama itakuuliza hivyo, sio lazima. Kama itauliza hii, maana yake ni app scanning recommended, kwamba Google Play Store protection sorry kwa kompyuta kutoka hapo, simu kutoka. Let me back it again. Okay, narudisha tena hapa. Yep, so takuuliza. So actually recommend kwa scanning cause ita take time, na actually si kwamba italinda kama kuna even. So nita click kama hapa imesema scan app au not install, so nita click hapa more details. Yep, then chaguza more details, utagusa install without scanning. Yep, hivyo. So app installed, so you can click open hapa direct, au unaweza click done, then ukaja kwenye, kama hapa mimi nimekuja kwenye my homepage na nitarudisha hapa. Yeah, so ni hii hapa APK installer. So utakapokuwa na hii utaweza kuinstall aina zote ambazo nimezionyesha hapa. So utagusa hiyo APK installer, cha kwanza cha kufanya ni taskbar, then hizi tutapeleka mpaka huko mwisho, then utabonyeza hii neno begin. Baada ya hapo, na hii pia utairuhusu sasa iweze ku access files, kwa sababu kumbuka kwamba kazi yake hii ni kuinstall program, so inabidi ijue kwamba kwenye simu yako kuna files. So utairuhusu kama unavyoonyesha hapa. Baada ya kuruhusu utarudi back mara moja, then utairuhusu na hii pia iweze kuinstall programs kama tulichofanya kwenye Chrome. So ina utairuhusu pia yenyewe install unknown apps, ambapo uta accept hapo na itakuleta huko ambapo ili install unknown apps allow to install from this source. Uta install kama nilivyofanya hapo na kama tulivyofanya kwenye Chrome, then utarudi back. Na uzuri ni kwamba ni swala mara moja tu, na mpaka hapa utakuwa umeshamaliza kila kitu. So later on ukitaka kuinstall program unakuja unaweza install, na hapa italeta listi ya files zako zote. Mfano hapa nina file moja la APK ambayo ndo la hii program na tayari ipo installed, inaonekana hapa ipo installed.
Leta mfano nikarudi kwenye J software so na nika install program nyingine, mfano labda nika install video compressor for example. Yep, inamalizika. Yeah. Then nika install hapo video compressor, nika download hapa video compressor. I'm sorry, not install. Kwanza una download, then kenda details, una download kwanza. Baada ya kudownload ndio unakuja kufanya installation. So hapa nika download video compressor. Okay, so internet imekuwa slow. Anyway, nita speed up hii sehemu ili iweze kumalizika kwa haraka. Alright, file ishakuwa downloaded. So unaweza kuona hata extensions names zinatofautiana. Hii ya kwanza ambayo tumeinstall, hiyo installer program yetu ya kuinstall ambayo itaweza kusaidia kuinstall any program file kwenye Android ni .apk. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba hii ni .apk, ni apk ya kawaida kabisa. Hii ni apk ya kawaida kabisa, ni apk ya kawaida. Lakini tukija kwenye hii ya pili video compressor, unaweza kuona yenyewe ina apks hapa. So unaweza kuona utofauti kwamba hii inaangukia kwenye ile category ya apks. Hii hapa inaangukia kwenye hii category ya apks. So nikija hii kuinstall, nisema hii category ni mpaka uwe na installer. Lakini sasa nikija kuinstall ya kawaida hapa kwenye Chrome, kama nilivyofanya installation kwenye hii apk ya kawaida ya apk installer, nikigusa hapa itanikatalia na itataka ifungue kama document fulani. Maana panaambia open with Google au open with WPS Office. Hizi sio installer. Yani niki open with Google, hata nikienda hapa just once, hamna kitu ambacho kitafanyika. Unaona, so inside Google Play nini, mambo yanakuwa mengine ambayo hayahusiki. So hapa sasa ndio inakuja power ya hii program ya apk installer. So tunapoigusa hapa apk installer na nikirudi na nikija tena hapa, so nimerudi back na nimeifungua tena kwenye store hapo, imesoma zote mbili. Unaona, imekuja sasa na sasa hivi video compressor, ambayo yenyewe video compressor haijaandikwa installed kwa sababu bado hatuja install, lakini apk installer tayari hii tuta install na ndio hii program tunayoitumia hapa. So what's the next ni kuinstall tu hii app. So nita install na utaona chap imeniambia na kuniruhusu niweze kuinstall. So tulipokuwa tumegusa kwenye the same, hapa nitagusa more details na nita install without scanning. Yeah. Na itaniuliza kwamba nataka kufuta hiyo file au sitaki kufuta. So for good, kwa kuweka space, kutumia space vibaya, ni vizuri kama ukifuta tu ukagusa uka link hii tab hapa na then ukagusa tu accept, then hii itafunguka na hapa itafuta. Yani itafunguka na hapa itafuta. Kama for reference kwa sasa sitafanya hivi na wala sitataka ku open direct, na pia nitakuja ku open hapa na utaona actually na yenyewe imekuja video compressor program. So pengine ulikuwa unahangaika kukutana
na files na programs ambazo zipo na APKs, ukigusa zinakukatalia kuinstall. Solution ni hilo, just ingia downloader software store, then hapa utaweza kudownload APK installer hii hapa. Baada ya kuidownload APK installer, utaweza kuinstall aina yoyote ya file program ambayo utakuwa umeidownload. So it means hata AAB nini pia inaweza kuwa installed kwa kutumia hii program ya APK installer kutoka Deposit platform. Unaweza pia kuinstall hata XAPK kama nimeonyesha hapo, pia na APKs na mambo kama, na hii itaondolea usumbufu wa kuruhusu install unknown apps kwenye programs nyingi, kwa sababu pia hiyo nayo kiruhusu kwenye programs nyingi itakusababishia matatizo kwa maana ya kama utakuwa programu ipo hacked alafu na umesharuhusu kuinstall unknown apps, it means hacker ataweza kuinstall program bila wewe kujua. So ni bora kuwa na installer moja ya installer, hii APK installer hapa kutoka software store, then hii ndio iruhusu ipe permission ya kuinstall program zako zote na itakuwezesha kuinstall program zako zote. Na utakapofungua kama hapa mimi na listi ya APKs build, so listi zako zote zitakuja hapa, hata kama una OBB una whatever the case, listi zako zote zitakuja ukishagusa install apps kama inavyoonyesha hapa. Uzuri ni kwamba pia unaweza kusend kwa mtu mwingine, na hii sasa haijalishi program hata kama ukiwa umeinstall unaweza ukaichukua na ukasend kwa mtu mwingine. Sema for extra, kwa hizi ambazo zinaandika split, it means zitakuja kukuletea APKs au XAPK. Yeah, so thank you for watching till the end. Hii ni kitu ambacho nataka nikushirikishe leo na kitakusaidia sana kuhusu APK, APKs, ABB, OBB. Okay, generally kuhusu files program zote ambazo zinazoweza kuwa installed kwenye Android device. Yep. This is J Project Platform guys. Usiache ku click like button, subscribe hapo. Yes, comment. Yeah. Tuwe pamoja tu, mambo mazuri mengi yanakuja. Thank you guys.